Katika maisha yetu ya kila siku tumekuwa tukikutana na watu, na kama kawaida kuna watu tukiwaona wajaenda darasa majengo tunafikiri kwamba hawana shule yoyote, lakini ukweli ni kwamba mtu yeyote anaendelea kuishi, haijalishi ameenda shule madarasa au hajaenda. Mtu huyo lazima atakuwa anapitia changamoto, na changamoto kama ilivyokuwa kawaida ni darasa. Sasa hebu okota somo ndani ya hizo changamoto zako. Wapendwa wasikilizaji, leo nataka tuzame pamoja katika wazo moja rahisi lakini lenye uzito mkubwa. Yaani kila changamoto hubeba somo ndani yake. Swali si kama changamoto zitakuja au la, kwa sababu zinakuja kwa kila mmoja wetu, bali swali kuu ni hili: je, tunaona somo lililojificha ndani ya changamoto? Kwa mtazamo wa kifalsafa, maisha si mfululizo wa matukio yasiyo na maana. Badala yake ni safari ya kujifunza. Kila tukio zuri au baya ni mwalimu. Lakini hapa ndipo tunapokosea mara nyingi. Tunapenda matokeo lakini hatupendi changamoto. Tunapenda mafanikio lakini hatupendi changamoto zinazotujenga. Hebu fikiria hili: moto hauchagui kuchoma dhahabu au kuni, lakini matokeo ni tofauti. Dhahabu husafishwa, lakini kuni huungua na kuisha. Changamoto ni kama huo moto. Haitabadilika kwa ajili yako, lakini itakuachia wewe, itakufichua kwamba wewe ni nani. Je, utasafishwa au utaungua? Kifalsafa, changamoto tufundisha mambo makuu matatu. Jambo la kwanza, hutufundisha utambuzi wa nafsi. Mara nyingi hatujui nguvu zetu mpaka tunapobanwa. Ni katika maumivu ndipo tunapogundua uvumilivu wetu. Ni katika kushindwa ndipo tunapoanza kuelewa uwezo wetu wa kuinuka tena. Bila changamoto tunabaki na taswira ya juu ya sisi wenyewe ni akina nani. Pili, changamoto tufundisha hekima. Maarifa yanaweza kupatikana darasani, lakini hekima hupatikana kwenye uzoefu. Kuna mambo huwezi kufundishwa kwa maneno, lazima uyapitie kwanza. Unapopitia kipindi kigumu unajifunza zaidi ya unavyoweza kueleza. Na mara nyingi kile kilichokuumiza jana ndicho kinachokuongoza kesho. Tatu, changamoto hutufundisha mwelekeo. Wakati mwingine tunafikiria tumepotea, kumbe tunaelekezwa. Milango inapofungwa si lazima iwe mwisho. Inaweza kuwa ni ulinzi au mwelekeo mpya. Changamoto zina njia ya kutuonyesha nini si chetu, ili tuweze kuelekea kilicho sahihi kwa ajili yetu. Lakini kuna swali muhimu: kwa nini watu wawili kupitia hali ile ile, lakini mmoja anatoka akiwa bora zaidi na mwingine anabaki anavunjika? Jibu lipo katika mtazamo. Mtu mmoja huona changamoto kama adhabu, mwingine huiona kama mafunzo. Mtu mmoja hujiuliza kwa nini mimi, na mwingine huuliza nimejifunza nini? Hapa ndipo tofauti inaanza. Maisha hayabadiliki kwa sababu ya kile kinachotokea kwetu, bali kwa sababu ya jinsi tunavyokitafsiri. Falsafa inatukumbusha kuwa hatuwezi kudhibiti kila tukio, lakini tunaweza kudhibiti majibu yetu, na ndani ya majibu yetu ndipo nguvu yetu inapatikana. Hebu nikuache na wazo hili: kila changamoto ni kama ujumbe uliosimbwa. Usipoitafsiri, utajikuta unarudia darasa lile lile tena na tena. Lakini ukikaa ukatafakari na kuuliza maswali sahihi, utagundua kuwa hakuna kilichopotea
Kila kitu kilikuwa kinafundisha. Kwa hiyo unapokutana na changamoto ijayo, na hakika itakuja tu, usikimbie haraka. Simama kidogo, jiulize, ni nini hapa kinataka kunifundisha? Jiulize, ni sehemu gani yangu inahitaji kukua? Jiulize, ni mwelekeo gani ninaonyeshwa? Kwa sababu mwisho wa siku maisha hayapimwi kwa uzoefu wa changamoto, bali kwa kiwango cha somo ulilokota ndani yake. Asanteni sana, nikutakie wakati mwema. Ni Mchungaji Elisa Mutegeki Ezra.